Jokate, hongera kwa ujio wako kwenye season mpya Channel O. Asante. Uko fresh Kabisa. Hebu niambie kuhusiana na kuanza kwako tena kuonekana ukiwa na Ice Prince. Unamaanisha nini? Kwanza kuonekana kwako wewe na Ice Prince kwenye show. Ndio maana ya kwanza hamjai kufanya. Okay, hatujawahi kufanya show. Actually Ice Prince naweza kusema kwamba boss wa Channel O alijua kabisa tungeweza kuwa na chemistry nzuri on camera kwa sababu mara ya kwanza mimi kumwona Ice Prince ilikuwa miaka 4 iliyopita kwenye Channel O Music Awards, mara ya kwanza ambapo mimi nahudhuria na yeye alikuwa nadhani mara yake ya kwanza. Kipindi hiki kwa ametoka tu na ule wimbo wake ilikuwa ni hit kubwa sana Afrika Ole Cool, na aliweza kuchukua tuzo na kumbuka usiku ule wa Best Most Gifted Newcomer kwa sababu Ole Cool ilikuwa ni wimbo mkubwa sana kipindi hicho, na nilikuwa ni mara ya kwanza mimi kukutana naye nikamfanyia interview na tuka click, yani tukawa marafiki, tukawa tuna chat vizuri, akiona kwenye TV anaweza kanipigia na vile. Of course ongea Kiswahili lakini naelewa ndio. So yeah, so kwa hiyo tulikuwa tukijaribu manager wa Channel O alikuwa Leslie Kasumba, alikuwa akijaribu kutafuta njia ya mimi na yeye kufanya kazi kwa sababu tulikuwa tumeonyesha kwamba kuna chemistry fulani, yani tumezoeana fulani hivi. Kwa hiyo finally ukaja wakati huu, mara kwanza nilikuwa nadhani ilibidi nifanye na DJ Exclusive ambaye ni yeye mwenyewe anajiita Superstar DJ, ni official DJ wa Wizkid, lakini baadaye wakasema kwamba ungependa kufanya kazi na Ice Prince. Like of course Ice Prince ni mtu ambaye katika miaka 4 iliyopita ameshinda, mwaka jana alishinda tuzo ile ya BET ambapo mwaka ameshinda Davido ambao hata Diamond alikuwa anashindanishwa kwa ile tuzo. Ni mtu ambaye ni icon wa aina yake nchini Nigeria, Lagos. Kwa hiyo kwangu mimi nikasema kwamba ni nafasi ya kufanya kazi na mtu ambaye anatambulika vizuri tu Afrika. Kwa hiyo I was like yes, let's do this. Sikuogopa wala nini. Okay. Kwa vitu vingine ambavyo unaweza kushare na sisi ambavyo ni behind the scene. Of course, kwanza tuliambiwa this is the funny part here. Kwanza tuliambiwa kwamba to sign mikataba ya confidentiality. Tusiwaambie mtu yote kwamba tunafanya hii project mpaka wao wenyewe watakapotaka kutoa tamko kwamba Jokate anafanya kazi na Ice Prince. Alafu aliponiambia kwamba anafanya kazi na Ice Prince nikasema fresh it, tunafanya kazi. Lakini nilipokaribia kwa mfano siku 4 kabla ya kusafiri mimi kwenda Joburg kwa ajili ya kazi hii, wakanitumia email Jokate, kwa bahati mbaya Ice Prince tena haezi kutangaza na wewe kipindi hiki kwenye hichi kipindi, ratiba yake, kwa sababu tulikuwa tunajaribu kwa sababu yule ni mtu ambaye yuko busy sana, tulikuwa tunajaribu kuweka ratiba zilingane. Kwa akaniambia nikaelewa, nikasema okay fine. Kwa hiyo Jokate tutafanya hichi kipindi peke yako, kwa hiyo jiandae. I was like fresh. Mimi kwa hiyo naenda Afrika Kusini, najua nafanya kipindi peke yangu. Nimefika Jumamosi, nimefika around saa 8-9 hivi. Nimefika tu mida hiyo, nimekaa, nimekula chakula, nimepumzika. Manager Channel ananitumia message. Uko wapi? Nakuja kukuona usilale nini, unataka chochote? Nikamwambia niletee pipi. Na ninahisi nataka kula pipi, niletee maji ni nini vile, unajua? Yeah. And then kwa hiyo nimekaa tunasubiri aje. Mlango unagonga unagonga, anaenda kufungua na kuta Ice Prince. Kwa hiyo wale surprise. Yeah, walikuwa wame surprise. So ilikuwa ni surprise nzuri actually. So yeah, that's kitu ambacho ni behind the scenes watu wengi wanajua. And actually nilipost kidogo Instagram yangu nikasema yeah, Ice Prince umeni surprise. Kama yeye ni surprise kidoti. So kwa hiyo nikajua kuanzia pale nikajua kwamba show itakwenda vizuri kwa sababu tayari tumesha tengeneza tone nzuri kati ya mimi na yeye, kwa sababu kipindi unajua ukiwa na co-host wako lazima mlandani. Okay. Yep. Show yenu inahusu nini? Okay. Show yetu inaitwa Top 10 Most, na huu ni msimu wa pili. Msimu uliopita nilifanya kipindi na Denrele. Ni kipindi ambacho tunasema kwamba tunapenda ku represent swag, like something we Africans got. Kwamba tuna wanamuziki wengi kwenye wanafanya muziki ndio, lakini
wakina nani wanafanya kazi ambayo ni ya ziada. Kwa hiyo unakuta kwamba tuna countdown ya vitu mbalimbali, tuna countdown ya mapresenter wanaofanya vizuri katika kutangaza muziki ya Kiafrika. Tuna countdown ya kwa mfano ya wanamuziki ambao tunaamini wamebadilisha jinsi ambavyo tunatazama muziki hivi sasa, urban music. Tuna countdown ambao tunaangalia video ambazo ni most creative. Tuna countdown ya hottest rap anthems. Kwa hiyo unakuta kwamba tunaangalia vitu mbalimbali ambavyo vinafanyika kwenye muziki na tunavifanyia countdown ili ku recognize watu ambao wanafanya vitu ambavyo ni vizuri, ambavyo ni tofauti katika tasnia ya muziki nchini Afrika. Na tunaona kwamba ndio jinsi moja wapo ya kukuza, unajua, na ku create competition na kuhamasisha wana wa Afrika kufanya kazi nzuri zaidi. Okay, sawa. Hiyo imekuwa poa sana. Ikitokea umependekezwa ukashiriki Big Brother Africa, utakubali? Kuna mtu alisema, "Kwani unaenda Big Brother?" Sijui. Unajua Millard, mimi kidogo na uchizi wangu. Ngali watu wengi hawaoni. Wanaona ni watu wangu tu wa karibu. Sijui kama Big Brother ni sehemu, ni jukwaa zuri kwangu mimi. Sijui, sidhani. Hata kama kuna mkwanja mrefu kiasi gani? Of course hela ni nzuri. Yeah. Hela ni nzuri, na rafiki yangu mmoja hivi anaweza kuhesabu hela haraka. Kana hela tu anachanganyikiwa. Kwa hiyo hela ni nzuri. Lakini sijui, unajua ni kitu ambacho sijakifikiria kwa undani zaidi. Pengine nikifikiria zaidi nipate ushauri kutoka kwa watu mbalimbali. Hata wewe unaitazama sehemu ya kanishauri kama ni kitu ambacho naweza nikakifanya ambacho kitanijenga zaidi, kwa sababu obviously lazima ufanye vitu ambavyo vinajenga. Okay. Yeah. Sawa.